Mna maji machafu kwenye nyumba zenu. Mnapoosha vyombo, maji yanakuwa machafu. Unayabeba jinsi yalivyo, unaenda kuyamwaga kule. Unapoosha nguo zako, hayo ni maji ambayo ni machafu. Unayachukua jinsi yalivyo, unaenda unayamwaga. Kuna watu ndani ya kanisa hili, Yesu Kristo atakapokuwa anakuja, atawaona ndio walikuwa ni maji, lakini maji machafu. Maji machafu utayapeleka wapi? Pengine ukaweza kuyapeleka kwa vitengo vya kuweza kuyatengeneza yakawa maji mazuri. Lakini kwa desturi na mila ya kawaida, maji machafu hayawezi kusaidia. Nilipokuwa niko kwangu, wakati mwingine Mungu amenipatia mke, nilipokuwa kule kwangu. Nikaangalia mke wangu, juhudi nazo amefanya, amechoka. Si huwa wanachoka jameni, si unanielewa? Hao watu huwa wanachoka. Nikamwambia, mam, leo hizi kazi unafanya, wacha nikaweza kukusaidia. Nikamwambia, leo wewe na kazi, leo nitabaki hapa hivi. Wakati huo nilikuwa na katoto kadogo, ka second born kadogo, kakapo kijana, huyo mwingine ni mkubwa kidogo. Nikamwambia mke wangu, wewe enda. Leo nitangangana na kazi zote, niachie. Mke wangu akafikiria anafanya utani, akaoga. Akaniambia, dadi, umemaanisha ukweli? Nikaweze kwenda. Mwambie, wewe enda kazi, hata ikiwezekana urudi saa 4 za usiku. Hii vitu nitangangana nazo. Naonanga nikana kwamba ufanye kazi. Hapa hata hakuna kazi unafanya. Wewe toka. Akaoga. Nikaona amefurahia. Nikashindwa anafurahia aje hivyo anaenda. Kaona anafurahia sana, akasema, tena akavaa vizuri. And then kwa mara mingi akanikaribia, akaniambia, daddy, wacha mimi niende, I wish you well. Akanipatia hug, katoka. Alipoenda nikashindwa ninaanzia wapi sasa. Nikaangalia mle kumekaa, nguo ziko hapo, vyombo chafu ziko hapo, mtoto ndio huyo ako hapa hivi, hata sitting room hajatengenezwa, jikoni ndio hiyo ni chafu. Nikasema hizi kazi nitaanzia penye naanzia. Hapo nikaanzia. Kidogo nimeanza tu kuosha vyombo hivi, mtoto ameamuka. Kashindo sasa hivi nenda. Narudi nambembeleza kidogo hivi, namrudisha pale. Narudi naosha vyombo, tena ndio huyo analia. Nikasema hamna shida. Kachukua mtoto wangu kuweka kwenye mgongo, nikamfunga na leso. Nikamwambia, wewe lala hapo, acha mchezo. Kakaa hapo hivyo, naendelea kuosha. Na inama na yeye hapo hivyo, anaendelea kulia. Akalala. Nikashukuru Mungu, nikamleta kwenye kiti pale, nikamweka, nikasema, amelala. Baada ya 1 hour, kuna kitu yenye nimefanya? Hakuna kabisa. Nikamleta hapo, nikasema, sasa amelala, wacha nikachapa kazi haraka. Nikachapa kazi, nikapanguza haraka. Nikaosha vyombo, nikaweka maji pale. Nikakuja nikaosha nguo, nikaweka maji pale. Sijui nini ambacho kinaweza kutendeka. Hayo maji yote nikaweka pale, alafu nikaweka kwa besheni moja. Nikajiona mimi ni mwanamume, haya maji nitayainua tu hivyo, nitaenda kuyamwaga hivi. Nikayachukua yale maji, nikayabeba hivi, nikayainua, nikaona nimeyabeba maji machafu. Nikayainua hivi, nikayabeba. Nikaanza kutembea nayo. Kumbe kulikuwa na sabuni ya omo. Omo ambayo imenyonya maji, haijulikani ni omo, haionekani ni omo. Unafikiria ni maji ya kawaida. Maji ya kawaida. Mimi sikujua ni maji. Na nikakanyaga hayo maji yenye iko na sabuni ya omo. Mimi nikiwa na besheni langu limejaa maji machafu. Watoto wa Mungu, nataka niwaambie, nilipoteleza, besheni yenye nilikuwa nimeshika ndio ilikuwa imefunika mtoto mwenye amelala kwa kichwa. Hasara yenye nilienda, nikateleza, besheni imefunika mtoto, kwanza imemgonga, amestuka, amepiga nduru. Mimi mwenyewe nimeanguka, miguu iko juu. Maji yakaingia kila mahali. Maji yalitambaa kila mahali. Kwa carpet yakaingia, chini ya kiti yakaingia, yakaenda mpaka bedroom yakaingia, yakaenda mpaka bedroom nyingine ile yakaingia mpaka jikoni, Nikarudi. Cha muhimu ni kuokoa mtoto. Mnanielewa jamani? Nikarudi kwa mtoto wangu, nikamwangalia. Nikasema liwalo liwe. Kaangalia kama amegongwa na besheni, ameumizwa, nikamshika. Nikambembeleza hivyo. Kwa muda akanyamaza. Kashukuru Mungu, nikasema Mungu, ni mtoto, pengine tutampeleka kwenye hospitali waangalie zaidi kama kuna jambo ambalo limeweza kutokea. Sasa hiyo si taabu. Kwa bahati mbaya mke wangu akaja.
Kwa bahati mbaya mke wangu akaja. Tena akaja akiwa amefurahia. Maana mzee amefanya kila kitu. Akaja akiwa amefurahia. Akaja akiwa amefurahia mke wangu, mzee wangu amefanya kitu. Alipofungua hivi mlango, yani maji ya vyombo chafu, ongeza yenye tumeoshea nguo, yamenyonywa na carpet, yako kila pale. Harufu yenye ilikuwa inatoka katika hiyo nyumba. Akaniuliza tu, Dadi aliniita mara 3. Mimi naye ni nani? Maana nilifanya makosa kwenye chumba cha kulala. Nimenyamaza. Nikaenda kule nikamlaza mtoto, nikanyamaza. Hiyo ndo wakati wa kwanza nilijifanya mimi ni mgonjwa. Na mtoto tumelala kwenye kitanda. Akaniita mara ya kwanza, Dadi, sikuitika. Akaita mara ya pili, Dadi, sikuitika. Nikasikia mara ya kwanza ameingia na viatu kwa nyumba. Nikasikia akapita hivi sitting room, akaingia bedroom. Mimi nimelala pale, nikamwambia Mungu saidia. Sina maneno ya kusema lakini nisaidie. Akasema, Dadi, uko sawa? Nikamwambia, Dadi, uko sawa? Nikamwambia, mama, ukiona nimelala saa hii, unaweza amua nini kwenye mawazo yako? Unataka kumdanganya? Naeleza nini jameni, watoto wa Mungu? Kuna maji ambayo ni machafu. Maji ambayo ni machafu hayaezi kukusaidia. Hasara yenye inaweza kukupatia ni zaidi ya jinsi ambavyo ulikuwa unafikiria. Hiyo carpet mpaka hivi wa leo mke wangu atakange kuiona. Nimeipeleka wash ikaweze kuoshwa, lakini mke wangu bado ananiambia ingali na harufu. Kwa sababu ya yale maji ambayo ni machafu. Watoto wa Mungu, ningetaka kueleza na kuambia ya kwamba usijaribu kucheza na maji ambayo ni machafu. Kuna washiriki ndani ya kanisa, ukijaribu kucheza nao utapakwa matope. Usidhani ya kwamba wengi ni maji safi, ya kwamba watakuja na wakaweze kukuosha. Sitaki kuzungumzia maji safi. Maji safi ni yale yanatumika kwa kuweza kuosha. Maji safi ni yale yanatumika kwa kuweza kunywa. Maji safi ni yale yanatumika kwa kuweza kufanya mambo mazuri ndani ya nyumba. Kuna washiriki ndani ya kanisa utawapata ni mfano wa maji safi. Hata ukiwa mchafu, yeye astuki. Atakuja na akaweze kukuchukua jinsi ulivyo, akakupanguze jinsi ulivyo, akafiche siri zako jinsi ulivyo. Ni watu ambao wanazungumza uzuri wa wengine. Ni watu ambao wanapenda kuweza kusafisha wengine. Ni watu ambao wanapenda kuweza kuona wengine wako katika hali nzuri ya usafi ya maisha ambayo ni matakatifu. Kuna wengine ni maji chafu. Mnanielewa jamii, watoto wa Mungu? Maji ambayo ni ya mwisho kwenye maandiko matakatifu. Nenda kwenye kitabu ambacho ni cha Ufunuo. Kitabu ambacho ni cha Ufunuo, upatie 22 fungu ambalo ni la 17. Fungu ambalo ni la 17. Maandiko matakatifu yanasema nini? 22 fungu la 17, maandiko yanasema nini? Na roho na bibi harusi wasema. Njoo. Naye asikiaye na aseme. Njoo. Naye mwenye kiu na aje. Na yeye atakaye. Na ayatwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu akaweze kutukuzwa. Na ayatwae maji ya uzima bure. Kuna maji ambayo ni ya uzima. Kuna maji ambayo ni uzima. Na sisi wote ningependa tukaweze kuyaonja haya maji ambayo ni ya uzima. Haya maji ya uzima yanapatikana wapi, watoto wa Mungu? Haya maji ya uzima yanapatikana wapi? Mnaweza kuwa maji mazuri, mnaweza kuwa maji matamu, mnaweza kuwa maji masafi, mnaweza kuwa maji ya chumvi, mnaweza kuwa maji machungu, mnaweza kuwa maji aina zote ambazo nimetaja, lakini ukakose kuwa maji ambayo ni ya uzima. Cha muhimu ni tukaweze kupata
Maji haya ya uzima yanaweza kutoka wapi? Mkumbuke Yesu alipoenda kwenye kisima cha Yakobo, na alipokutana pale kwenye kisima cha Yakobo akakutana na mwanamke. Alipokutana na mwanamke, malumbano yakawa ni kwamba naomba ukaweze kunipatia maji. Mwanamke akamwambia, wewe Myahudi unaniomba nini mimi aje maji? Sisi na Wayahudi atupatiane maji. Yesu akamwambia, ni sawa, ninawaelewa, wewe ni Msamaria. Malumbano yakaanza hapo. Bado Yesu akamsukuma akamwambia, naomba ukachote maji ukaweze kunipatia. Huyo mwanamke akasema ya kwamba hata chombo cha kuchotea maji wewe hauna, na sisi Wayahudi, sisi wa Samaria na Wayahudi hatuwezi kuweza kutumia chombo kimoja cha kuweza kuchota maji. Yesu akamwambia kwamba laiti ungelijua nani anayekuomba maji. Namaliza nikisema hivi, laiti ungelijua nani ambaye anaweza kuomba maji, ungemuomba akupee maji ya nini? Uzima. Ungemuomba akupee maji ya uzima. Huyo mwanamke akamwambia Yesu bila kusita, akamwambia Yesu, ninakusihi, Yesu ninakuomba, nipee hayo maji ambayo ni ya uzima, nisije tena nikajisumbua kuja kwenye kisima hiki cha Yakobo kuweza kuomba maji. Yesu akamwambia kwamba yeyote atakaye kunywa maji nitakayempa atakuwa na bubujiko la maji ya uzima ndani yake. Mungu imeweza kumaliza. Nataka kutoa mtu. Tumekuwa na wiki ambayo ni ya vijana maombi. Nataka nikaweza kutoa mtu. Nataka niombe na mtu ambaye ana kiu. Nataka niombe na mtu ambaye ana kiu. Angalia kwenye maisha yako, kama kuna jambo fulani unaona kimekupatia kiu na ungependa ukaweze kupata ufanisi kwa jambo hilo. Kama kuna jambo lolote ambalo limekutatiza na ungependa ukaweze kupata ufanisi kwa jambo hilo, ungependa Mungu akaweze kukusaidia, ungependa Mungu akaweze kukusaidia, ukawa kama mti ambao umepandwa kando ya mto ambao ni wa maji, ambaye matunda yake uja na uwa faida kwa wengine, matawi yake uwa ni dawa kwa wale ambao wanaweza kuyachuna. Huyo ndo mtu mwenye nataka nikaweze kuomba na yeye. Mtu ambaye anaomba ya kwamba, Mungu ninakusihi, ndio mimi ni mzuri na natoka maji mazuri, naomba ya kwamba Mungu kanifanye nikaweze kuwa maji ambayo ni matamu. Kwenye matendo yangu nikaweze kuvutia mtu, kwenye matendo yangu nikaweze kumleta mtu karibu, kwenye maneno yangu nikazungumze maneno ambayo ni mazuri. Lakini pia Mungu akakuwezeshe ukawe wewe ni maji ambayo ni masafi, ukamfikie mtu, ukakuwe mtu wa msaada, ukakuwe mtu ambaye unaweza saidia, unaweza tumika kusaidia wengine, unaweza enda hatua zaidi ya kuweza kutafutwa. Alafu mwisho na kusini kusema ya kwamba ukawe maji ambayo ni ya uzima, ukategemewe, ukaweze kutegemewa, si na kanisa peke yake, ukategemewe na hata na jamii. Kama kuna mtu mwenye ana jambo ambalo linamsumbua, naomba ya kwamba huyo ndo mtu natafuta. Nimekuwa nikiwaombea wiki mzima, nataka nikaweze kuomba nikisema hivi, natafuta mtu mwenye amesumbuka kwa muda. Kama kuna mtu wa namna hiyo, naomba akaweze kusimama. Kama kuna mtu wa namna hiyo, naomba akaweze kusimama. Kuna mtu mwenye pengine anaomba ya kwamba Mungu akaweze kumsaidia, amesumbuka kwa muda, huyo ndo natafuta. Kama kuna mtu wa namna hiyo, naomba akaweze kusimama. Simama tu. Roho anakuambia kwamba simama penye Mungu. Asante dada yangu, Mungu akaweze kukubariki. Asante dada yangu, Mungu akaweze kukubariki. Mungu nataka nikaweze kukubariki. Mtu mwenye anaomba ya kwamba amesumbuka kwa jambo fulani, angependa akaweze kupewa afueni. Asante mama. Mtu mwenye anaomba ya kwamba aweze kupewa afueni. Mtu mwenye anaomba ya kwamba Mungu akamsaidie, akaweze kumsaidia. Na kuambia Mungu anaweza kukuosha. Mungu anaweza kukusafisha. Anatumia maji yake na damu yake kuweza kukusafisha. Ni Mungu anayeelewa, ni Mungu anayefahamu. Sisi wote tunahitaji tukaweze kusafishwa na dhambi zetu ambazo tuko nazo na maovu ambayo tunaweza kutenda. Lakini unahisi ya kwamba hii ni zaidi tu ya kuoshwa, siwezi oshwa na mwanadamu. Ningependa nikaweze kuoshwa na uwezo ambao ni wa kipekee, nguvu ambazo ni za Roho zikaweze kusafisha. Asante kwa waumini wote ambao umeweza kusimama. Asante kwa sababu umeweza kusimama. Natafuta tena mtu, natafuta mtu kwa sababu umeshasimama nyinyi wote. Natafuta mtu. Na hii sasa nitaomba mtu akaweze kuja hapa hivi mbele. Natafuta mtu ambaye kwa hakika, kwa maana sisi wote tumeweza kusimama, wito umeweza kutupata. Natafuta mtu ambaye anaomba ndani yake, anaomba ndani yake
Mungu akampatie uwezo wa kuweza kuwafikia wengine katika hali zote. Natafuta mtu ambaye kwa hakika, iwapo kama tena mwaka huu mnapeleka injili mahali fulani, mtu ambaye kwa hakika anaona Mungu akimpatia nafasi, nitaweza kuandamana na hili kundi ambalo litakuwa linatoka Maji Mazuri kwenda nikaweza kufanya kazi hiyo. Ni majuma mawili peke yake. Mimi nimeahidi Mungu ya kwamba penye wataenda mwaka huu, nitaacha shughuli zangu nikaende nao. Mnasema aje watoto wa Mungu? Nitaenda nao. Nitasimamisha mipango yangu. Maana wana roho ambayo ni tofauti ukilinganisha na roho zingine. Natafuta mtu ambaye anaomba ya kwamba Mungu kaweze kunisaidia. Ukanisaidie. Mwaka huu penye hawa vijana watakuwa wanapeleka injili. Mimi sijui wanaenda wapi. Mwaka huu penye hawa vijana watakuwa wanapeleka injili, niwe miongoni mwa watu ambao wanaweza jitoa kwenda, au niwe miongoni mwa watu ambao mtanyosha msaada wangu. Hebu nione kwa mkono kama kuna mtu wa namna hiyo. Yeyote mwenye anasema ya kwamba ataenda sandi dadangu, asante sana. Nione tu kwa mkono nikaweze kuwaona. Nashukuru sana mmeweza kuinua. Sasa natumai ya kwamba tutaweza kunyosha msaada wetu kwa kikundi hicho. Tukaweze kuomba. Baba mtakatifu uliye juu mbinguni, jina lako likatukuzwe. Kwa rehema na fadhili ambazo umeweza kutupa, umetujalia. Maana masaa ambayo yapo mbele yetu, sijapata nafasi ya kuzungumzia vijana, nimepata nafasi ya kuzungumzia kanisa kwa ujumla. Na wameweza kusimama ni kwa sababu Mungu anakuomba na anakusihi. Miongoni mwetu tupo tu aina tofauti ya mambo. Nakuomba kwamba Mfalme, tunatamani sana ukatuinue viwango tofauti kutoka kwa maji chafu, Mungu, tukaje maji ambayo ni ya chumvi, tukatoke kwa maji ambayo ni ya chumvi tukaje maji mazuri, tukatoke maji mazuri tukaje Mungu Baba maji ambayo ni matamu, tukatoke maji matamu Mungu Baba tukaweze kuingia maji ambayo ni ya uzima. Kwa jalia watoto wako, miongoni mwa vijana hawa ambao wameweza kusimama, asipatikane mmoja atakaye Mungu Baba kutimiza andiko ambalo linasema ya kwamba na nikawaangalia miongoni mwa wajinga, nikapata kijana mmoja asiye na akili. Wajalie vijana wa kanisa hili wawe miongoni ambao Mungu Baba ni wajinga, lakini wawe miongoni ambao mmoja wao ambaye ni asiye na akili ataweza kupatikana. Maana mjinga ni mtu heri kupita mtu asiye na akili. Mfano, wajalie vijana hao ukawainue kutoka katika ujinga wao, ukawafanye kuwa werevu. Ukawainue Mfalme kutoka katika werevu, ukawafanye kuwa watu wa busara. Ukawainue kutoka katika watu wa busara, ukajalie wengine hekima na maarifa, wakawa ni watu wa kuweza kutegemewa katika hali zote wanapofanya kazi hii. Naomba kwamba ukaweze kuwashika mkono, waondolee hali walizo ndani, wakaweze kulijenga kanisa. Wazee wa kanisa ukaweze kuwabariki. Tukumbuke kwenye ufalme wako watoto wetu wadogo ambao tuko nao, naomba kwamba ukaweze kuinua. Jina lako likahimidiwe milele daima, maana unajua udhaifu wetu jinsi tulivyo, na ni kupitia jina safi la Yesu Kristo tumeomba na atakuwa. Friends to Madam Josephine kwa wimbo moja